Shalom na kusalimu katika jina la Yesu. Tunamshukuru Mungu kwa neema na kibali ambacho umetupatia siku ya leo. Tena ni siku nyingine ambayo Bwana ameifanya. Mungu ni Mungu mwaminifu na ni Mungu mpendwa na ni Mungu anayetuwazia mawazo ya amani. Tunakushukuru kwa sababu umekuwa ukiendelea kutufuatilia katika channel yetu ya Mwalimu Makara. Mungu akubariki sana kwa vile ambavyo umekuwa ukifuatilia mafundisho yetu tunapoweka hewani, na umeendelea kusubscribe kwa wewe ambaye bado, lakini pia unashare na watu wengine kuwashirikisha baraka za neno la uzima. Mungu akubariki sana. Leo ni siku nyingine tena Bwana ametupa. Nataka nikuletee neno la Bwana kwa dakika chache ambazo Mungu ametupa, nalo neno ambalo litakusaidia katika maisha na kuhakikisha unafika mahali ambako Mungu amekusudia. Ujumbe wetu wa leo unapatikana katika kile kitabu cha Isaya. Kuna jambo la msingi hapo, kitabu cha Isaya sura ile ya kwanza, ule mstari wa 19. Kitabu cha Isaya sura ya kwanza mstari wa 19. Nitakusomea mistari miwili afu nikueleze jambo la msingi sana. Anasema, ukianzia ule mstari wa 18, anasema, haya njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Mstari wa 19 anasema, kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Mstari wa 19 anasema, kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Nisikilize mtumishi wa Mungu. Jambo ambalo nataka nizungumze na wewe tena siku ya leo hii. Jifunze kukubali. Jifunze kukubali. Katika safari ya maisha, katika safari ya mafanikio, katika safari ya kumtafuta Mungu, kuna vitu vingi ambavyo hutokea katikati, na vile vitu mara nyingine vinatufanya tutoke kwenye mfumo, vinatufanya tutoke kwenye leli. Sasa unapogundua kwamba kuna jambo limeingia, kuna kitu kimepita na kinakutoa kwenye mfumo, una sababu ya kung'ang'ania na una sababu ya kushikilia. Huu mstari ni Mungu anazungumza na taifa la Israeli wakiwa katika nchi ya uhamisho. Nadhani Mungu anawaambia, njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Maana anatoa wito kwamba hawa watu kuna mahali walikuwa wamekwisha korofisha, kuna mahali walikuwa wamekwisha kuvuruga, kuna mahali walikuwa wamekwisha kufanya isivyostahili. Sasa walikuwa wanahitaji neema na wanahitaji namna ya kuvuka, lakini mioyo yao ilikuwa migumu. Sasa Mungu akawaambia, mkitaka kuona mnafanikiwa na mnapata yale mema ambayo mnayatazamia kwenye maisha, lazima ujifunze kubali. Hoja yangu ni hii siku ya leo. Unapogundua vitu havijakaa sawasawa, unapogundua umekosea mahali, unapogundua umevuruga mahali, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Jaribu kushuka, jaribu kukubali. Kuna watu wanakuita, wanakuelekeza juu ya kitu fulani. Sawa, yawezekana unajua kuliko wao, unaelewa kuliko wao. Ni jambo la msingi, mtu wa kujifunza, na mtu anayetaka kufanikiwa lazima mtu wa kujifunza, lakini pia awe anakubali. Kuna vitu ukishagundua viko, usifanye moyo wako kuwa mgumu, kwa sababu binadamu wengi kariba tulio nayo, huka tulio nayo ni kuto kukubali. Takupa mfano kwenye kile kitabu cha Mwanzo. Kitabu kile cha Mwanzo, ukisoma kile kitabu cha Mwanzo pale sura ile ya 3, utakutana na zile habari za Adam. Utakutana na habari za Adam pamoja na mkewe. Biblia inasema walipowekwa katika ile bustani, waliambiwa matunda yote mnaweza kula, lakini na mti wa ujuzi wa mema na mabaya msile, na siku mtakapokula hakika mtakufa. Sasa ikatokea wamekula yale matunda. Biblia inasema Mungu alipowatokea aliwahoji. Adam aliposikia sauti ya Mungu akajificha. Mungu akamuuliza, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako nikajificha. Ukisoma ule kuanzia mstari wa 10, mstari wa 9 anasema, Bwana Mungu akamwita Adam akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuamini uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekwambia kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti naliyokuagiza usiyale? Adamu akasema, ni huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami, ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hili ulilofanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Kawaida ya wanadamu wengi hatukubali, hasa tunapogundua tumekosea, hasa tunapogundua tumetoka katika mfumo,
hatukubali. Na hili ni tatizo kubwa sana ambalo linatufesi watu wengi, ndio maana tunajikuta tuko pale tulipo. Lazima ujifunze kukubali unapogundua vitu havijakaa sawa, unapogundua makosa uliyoyafanya juu ya biashara, juu ya utumishi ulionayo, juu ya nafasi ulionayo. Jifunze kukubali, kaa chini, tafakari. Anasema hivi, kama ukikubali na kutii utakula mema ya nchi. Sasa hawa walikula tunda, waliambiwa wasile, wao wakala. Na baada ya kula, Biblia inasema Mungu alipowatembelea akamwambia, je, mmekula? Unaona kilichotokea? Adamu hakukubali, akasema mwanamke uliyenipa ndiye aliyenipa. Hakubali kwamba nimekula. Hajaulizwa nani amekupa, hajaulizwa nini kimetokea. Anasema huyu mwanamke uliyenipa ndiye amesababisha. Maana yake hakubali kile alichoulizwa. Anaambiwa mwanamke na anasema nyoka. Sasa mwanadamu huwa hakubali makosa yake, hakubali mapungufu yake, hupenda kuelekeza mzigo kwa watu wengine, hupenda kutupa lawama kwa watu wengine. Neno nililo nalo siku ya leo, hakikisha unapogundua kwamba vitu havijakaa sawasawa, jikubali. Kubali kile kitu, kubali mapungufu ulionayo, yakubali. Ukisha yakubali, hapo ndipo utafungua ukurasa mpya wa kuanza kushughulika na lile jambo na kuhakikisha unatoka mahali ulipo. Na yeye anasema kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kwa hiyo ili uyaone yale mema, lazima ujifunze kukubali. Usiwe mtu wa shingo ngumu, usiwe mtu wa kutafuta sababu, usiwe mtu wa kutafuta mahali pa kuweka lawama, usiwe mtu wa kutafuta mahali pa kutupia lawama. Hakikisha unapogundua kama tatizo ni wewe, umetoka kwenye mfumo, kubali. Ukishakubali, kaa chini, kaa chini, uwe na mbinu kama za kivita. Wanaposhambuliwa, wanapopigwa, urudi na kukaa chini na kusema jamani, hapa tunazidiwa, tunafanyaje? Tunajipangaje? Wenzetu tumegundua wana silaha hizi, wana nguvu hii, sisi tunavukaje? Vivyo ndivyo ilivyo katika mfumo wa maisha na katika mfumo huu wa safari ya wokovu. Kama mwanadamu, kuna mahali unakosea, kuna mahali unakuwa kinyume. Hakikisha unapogundua, ukubali, shuka mbele za Bwana. Kama ni kwa toba, nyenyekea mbele za Bwana, mwambie Mungu, nimekuja, nahitaji rehema zako, nahitaji msamaha wako. Mungu ni wa huruma, anasema njoni tusemezane. Zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufi. Ukikubali na kutii, utakula mema ya nchi. Ukiwa mtu wa kukubali na kukaa chini na kufanya tathmini katika jambo lolote, uwe na uhakika neema itafunuliwa na utafika mahali unakotakiwa kufika. Kwa hakikisha unakubali. Usiwe mtu wa kutupa lawama, usiwe mtu wa kujitoa. Ni kweli umekula tu, nasema ndio nimekula, nafanyeje? Natokaje? Nimealifu maagizo. Ni kweli nimekula hasara, ni kweli niliiba, ni kweli nilifanya hivi, nafanyeje? Ukiwa mtu wa namna hiyo na moyo wa kushuka, neema ya Mungu itafunuliwa kwako, na katika kila jambo unalofanya mkono wa Bwana utakuwa pamoja na wewe ili kukufanikisha. Jifunze kukubali. Jifunze kukubali. Jifunze kukubali. Mkono wa Bwana hautapungua juu yako, na yeye aliyesema mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi, hata kuacha wala hata kupungukia, atakuwa pamoja na wewe. Kwani Adamu angesema nimekula, ingekuwaje? Daktari Mungu alikuwa na mkakati juu yao, na ndio maana utaona hata baada ya hapo akasema okay, msikae hivyo mlivyokaa, msibaki na aibu mlionayo, msibaki na uchi mlionao. Akawatafutia mavazi, yeye mwenyewe akatafuta namna ya kuwatunza, akatafuta namna ya kuhifadhi. Unapokubali udhaifu, unapokubali makosa uliyoyafanya, unamfungulia Mungu mlango wa kuanza upya na wewe. Unamfungulia Mungu mlango wa kufanya jambo jipya kwenye maisha yako. Ndio maana anasema tubuni basi mkarejee, ili zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwapo kwake Bwana. Kwa hiyo unaposhuka, unapokubali, unaporudi kwa Bwana, unamfungulia Mungu mlango ambao utafanya upate amani katika kile, utafanya uone njia nyingine ya kutatua hicho kilichokwisha kutokea, na baada yake utayaona matunda. Ndio maana anasema kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi, kwa sababu kukubali ni tatizo kubwa. Watu hawakubali. Watu hawakubali. Wewe ni shahidi, umefanya kosa, leta tatizo fulani, unaambiwa hey, vipi? Sasa sio mimi, labda fulani. Umekula, sasa sio mimi, mwanamke naye nyoka. Pengine na nyoka angefuatwa na yeye, angetafuta mahali pa kuwekea. Sema ni shetani namna fulani, kwa sababu nasema alikuwa ni mwelevu. Kwa hiyo hakikisha unapogundua makosa yako, unapogundua vitu havijakaa sawa, unapogundua umetoka kwenye mfumo,
na unaona kabisa uko nje ya mfumo, kubali mistake ulizozifanya, kubali makosa uliyofanya, kaa chini, fanya tafakari. Nikupe mfano wa ndugu mmoja. Tunakumbuka habari ya watoto wawili ambao walikuwa mzee mmoja akaomba urithi kwa baba yake. Biblia inasema alipoomba ule urithi, baba yake hakusita, akampa kila alichokuwa anakitaka. Akaenda akatapanya zile mali, Biblia inasema kwa anasa, akazitumia alivyoweza kuzitumia. Akafika mahali maisha ni magumu, ikabidi aombe kibarua cha kulisha nguruwe. Hakuwa na chakula, akashiriki kula na nguruwe kile chakula, lakini hakuna kilichotokea. Biblia inasema baadaye akazingatia moyoni, akasema kuna watumishi wangapi wa baba yangu wanakula na kunywa, mimi napata tabu. Nitarudi kwa baba, nitamwambia baba, nimekukosa, naomba basi usinipe nafasi ya mtoto wala ya urithi, nifanye kuwa kama watumwa hawa wengine. Biblia inasema aliporudi nyumbani, baba yake alishangilia na kufurahi. Kile alichokutana nacho kilikuwa tofauti. Yeye alitegemea atafanywa kuwa mtumwa, alitegemea atatukanwa, alitegemea atasimangwa, alitegemea atazomewa, lakini baba yake akamfanyia sheria. Sasa huyu alikuwa amepotea na sasa amerudi, alikuwa amekufa na sasa amefufuka. Kama mzee alijua Mungu anakujua kuliko unavyojijua, mtoto wa Bwana. Ndio maana anachohitaji kwako ni uwe na ule moyo wa kushuka. Jifunze kukubali. Unapokubali, neema inafunuliwa. Yule kijana hakuishi katika mazingira magumu tena, alifanyiwa sherehe iliyo kubwa, mpaka ndugu yake anakuja anashangaa, anasema baba, niko na wewe siku zote, huyu mbona umemfanyia? Alifanya haya. Baba yake akamwambia, huyu alikuwa amepotea, huyu alikuwa amekufa na sasa amerudi. Wewe uko nami siku zote, ungeniambia ningekufanyia. Jifunze kukubali ili ufanikiwe kwenye maisha yako. Jifunze kukubali ili uone hatua mpya, uone fursa mpya. Unapoendelea kunyamaza na kukataa na baki pale ulipo, unazuia fursa nyingi, unazuia vitu vingi ambavyo ni vizuri vingekuja kwako, sababu ya kuona watu watanionaje, watu watasemaje. Jifunze kukubali ili uone wema wa Bwana. Hilo ndilo nilokuwa nalo siku ya leo. Mungu akubariki sana. Neema ya Mungu iwe juu yako, na ukishagundua, zingatia moyoni, rudi. Mungu ni wa huruma, ataachilia neema. Mungu akubariki sana. Neema ya Mungu izidi kufunuliwa kwako. Uwe na wakati mwema. Hakikisha una subscribe. Kwa wewe ambaye hujasubscribe, share na watu wengine. Neno hili litakuwa na baraka. Kila mtu anapoponywa, Mungu anakukumbuka na wewe, kwa sababu umekuwa mtu mzuri wa kumpa taarifa njema. Kwa hiyo siku ya leo, kubali, anza upya, utauona mkono wa Bwana. Umekula hasara, kubali. Umekula hasara, anza upya, utauona mkono wa Bwana. Mungu atainuka na wewe. Ni mtumishi, ulikwama kwa sababu ya vitu kadha wa kadha, lakini shingo yako ilikuwa ngumu. Kubali, mwambie Bwana, nahitaji kuanza upya. Biblia inasema mti ujapokatwa kuna matumaini ya kuchipuka tena. Mtu anapoanguka anaweza akainuka tena, lakini lazima ukubali, ndipo mema yatakufuata. Kwa hiyo hakikisha una subscribe, share na watu wengine. Mungu akubariki sana. Ukiguswa kutusapoti, unaweza kutusapoti kupitia namba zilizopo hapo chini. Mungu atakubariki na neema ya Mungu itafunuliwa. Maombi yako ni muhimu sana, lakini pia tuendelee kuomba kwa ajili ya maisha yetu na safari ya wokovu. Mkono wa Bwana uwe pamoja nasi. Barikiwa sana. Shalom.